Yaani ukichanganya kwa mfano wewe hapo unatamani nywele zijae lakini unafanya matunzo ya nywele kurefuka, au unatamani nywele kurefuka na unafanya matunzo ya nywele kujaa, matokeo yake unapata kile ambacho unakifanya. So angalia mpaka mwisho wa video hii uweze kujifunza somo la leo. Hello mpendwa, mambo vipi? Karibu tena kwenye chaneli yangu. Mimi hapa naitwa Grace Beans, ni muhanga na pamoja wa kipilipili ambacho kilikuwa hakikuagi kabisa, lakini sasa hivi kinakuwa vizuri. So kama wewe ni mgeni, kitu cha kwanza kabisa naomba usubscribe ili uweze kupata video zetu zote ambazo tunatoa mara kwa mara. Na kama wewe ni mwenyeji, karibu tena, kwa sababu somo hili la leo sijawahi kulifundisha kabisa. Kwa hiyo utanufaika endapo utasikiza mpaka mwisho wa video hii. Malengo ya nywele ni mengi, kila mtu ana malengo yake, si ndio? Lakini sasa unapokuwa na malengo ya nywele unatakiwa ufahamu una aim kitu gani, au unatamani kupata kitu gani kwenye nywele zako. Kwa mfano, unatamani kuwa na nywele ndefu au labda zijae. Vitu main ni viwili. Achana na changamoto zingine katika siku fanyaje. Leo tunaongelea vitu viwili vikuu katika malengo ya kila mtu. Kila mtu anatamani kuwa nywele either ni ndefu au nywele ambazo zinajaa sana nzito, si ndio? Kwa hiyo unatakiwa ujue kwamba kitu gani ambacho unakihitaji. Ukishajua kitu gani ambacho unakihitaji, ndipo utakapojua namna ya kuhudumia nywele zako uweze kufikia hilo lengo. Tofauti na hapo, utakuwa na hudumia tu mradi na hautopata matokeo mazuri. Nikuulize, je, kitu gani ambacho unakitamani? Unatamani ujazo au urefu? Urefu ni urefukaji, ujazo ni nywele kuwa nyingi kichwani. Ni kitu gani ambacho unatamani? Kama unatamani nywele zako zirefuke, naanza na wewe. Kama siku zote unatamani nywele zako ziwe ndefu, unatakiwa ufahamu yafuatavyo. Urefu wa nywele maana yake ni nywele inaota, inarefuka kuanzia chini. Uotaji wa nywele mpya, yaani inapozidi kutoka. Kwa mfano ile ardhi ndio hii hapa. Hii ndio ardhi. Napenda tulia mfano wa ardhi. Alafu ya mahindi yanavyoota yanaongezeka, huo ndio urefu wa nywele. Kwa hiyo urefu wa nywele maana yake ni uotaji wa nywele mpya, iendelee kwenda juu, iendelee kuota vizuri, iendelee kuchomoza mpaka kuwa ndefu, sawa Na uotaji wa nywele mainly tunadili na ngozi ya kichwa. Ngozi ya kichwa. Ukizingua kwenye ngozi ya kichwa ndipo unazingua kwenye uotaji wa nywele zako, sawa Kwa hiyo kama unatamani nywele zako ziwe ndefu, zirefuke kwa haraka, cha kwanza kabisa hakikisha ngozi yako ya kichwa muda wote ipo safi. Jamani, ngozi ya kichwa ikiwa ni chafu, kwa mfano labda ina migandiano ya mafuta, jasho, ina migandiano ya nini chafu, ile migandiano ya jeli, umeenda kusuka maupe ya kutosha yale. Maana yake ngozi ya kichwa kwanza sina vijitundu vile ambavyo vinapitisha nywele, vitakuwa vimezibwa. Yaani ngozi ya kichwa itakuwa na layers, hapa pana mafuta, pana vumbi, hapa pana jasho, pana nini, majeli, manini. Hatimaye ile vile vitundu vya kupitisha nywele vinakuwa havipumui vizuri, vimezibwa. Nywele inapita kwa shida sana, yani kama vile ido kitundu afu na mamgani yana vitu, kwa hiyo nywele inapita kwa tabu sana. Hatimaye nywele yako inakuwa pole pole, inaota pole pole, sawa Na hata kama labda kwenye ardhi, mfano ambao unapenda kutolea, ile ardhi ndio ngozi ya kichwa sasa. Shamba bado mmeweka si manini, mavitu mengi, ni pale kwenye mahindi yanapotea. Mmeweka manini, vitu vingi machafu matakataka mengi juu ya ardhi. Ile hindi itatoka kwa tabu sana, na huenda hata lisifike juu, likaishia katikati, kapata changamoto zingine zote zile, lisiote vizuri. Kwa hiyo ngozi ya kichwa ndio hivyo, hakikisha cha kwanza kabisa ngozi ya kichwa ipo safi, sawa Cha pili, jitahidi upate mafuta bora kwa ajili ya ngozi ya kichwa. Kwa mfano sisi Grace Beans Naturals tuna mafuta ya scalp oil special kwa ajili ya ngozi ya kichwa, na tuna mafuta ya herbal pia oil ambayo ni best kwa ajili ya kuweka virutubisho kwenye ngozi ya kichwa. Haya mafuta utakuwa unatumia kufanya scalp massage. Unapaka mafuta kwenye ngozi yako ya kichwa at least hata mara 3 kwa wiki, unafanya scalp massage. Unapaka mafuta kwenye ngozi yako ya kichwa, unaanza kujimassage ngozi ya kichwa pole pole namna hii. Ngozi ya kichwa yote unajimassage. Kwa nini tunajimassage? Tunajimassage kusaidia mzunguko wa damu kichwani, na pia kufungua hizi pores, hivi vitundu vya kichwani, ili kufanya nywele zipite vizuri. Na pia kama mafuta yako yana virutubisho vizuri, basi pia hivi virutubisho vitaenda kwenye nywele moja kwa moja na kufanya kazi vizuri, na kufanya nywele ambayo inaota yote ikiwa na afya nzuri. Kwa hiyo zingatia
scalp massage na usafi wa ngozi yako ya kichwa. Sawa Cha tatu, tibu hizo mba. Mba pia zinafanya nywele zisiote kwa haraka, zisiote vizuri jamani. Maana nywele itaka kuota inakutana pale na mba, layer ya mba ni imekaa kwenye ngozi ya kichwa pale. Huku mba, nywele inapita kwa tabu sana. Na sometimes mtu mwingine anasema hapa kuna mba wengi ndio nywele zimekuwa chache hata hazitoki vizuri. Kumbe hazitoki vizuri kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile layer ya mba. Kwa hiyo jitahidi kabisa hizo mba uzitibu. Endapo mba zikipona, yani kiufupi ni kwamba ngozi ya kichwa kiwa safi, haina mba, haina mgandano uchafu, haina nini, nywele itakuwa vizuri, itakuwa inatoka tu sha. Na ukizingatia kwamba ngozi ya kichwa haipaswi kuwa kavu kabisa. Usifanye ngozi ya kichwa iwe kavu. Ikiwa kavu nywele zako itakuwa zinavunjika kuanzia chini. Sawa Kwa hiyo jitahidi sana ngozi ya kichwa iwe na unyevu, iwe safi, ifanyie massage mara kwa mara. Unyevu maana yake unapaka tu mafuta kwenye ngozi ya kichwa, afu unaifanyia tu massage mara kwa mara, nywele zako zitarefuka vizuri. Na kitu cha mwisho, kwa mtu ambaye anatamani nywele zako zirefuke, zingatia kukata ncha. Ncha ni sehemu hii ya mwisho wa nywele ambayo inakuwa imezeeka Ncha ni sehemu hichi cha mwisho kabisa cha nywele hichi ambacho kimezeeka. Kwa hiyo ukikata ncha zako za nywele zako zitarefuka. Endapo usipokata ncha hii ya nywele yako itakuwa inajaa tu, lakini kurefuka hairefuki. Sawa Kama unatamani nywele ndefu, hakikisha at least mara moja kwa mwaka au mara 2 tu kwa mwaka unakata ncha, ili uweze kuruhusu nywele yako ifanyaje, irefuke tena. Kwa hiyo kama unatamani nywele ziwe ndefu, nadhani utazingatia hayo. Sasa kama unatamani nywele zako zijae, ziwe nyingi, nzito kichwani yani zivutie, zishine, wewe ni mtu mwingine tofauti. Wewe hauhusiani na mambo ya scalp au ngozi ya kichwa. Wewe unahusiana na nywele yenyewe. Sawa Kwa hiyo cha msingi ni kudili na nywele yako. Cha kwanza kabisa, wewe haupasi kuruhusu nywele yako iwe kavu hata mara hiyo moja. Nywele yako lazima uzingatie ukiwa unyevu kila siku, asubuhi na jioni. Weka unyevu kwa kuspray maji, especially ya hair tea. Paka leave-in conditioner every day. Paka mafuta bora. Kwa mfano sisi tuna mafuta ya herbal oil, ni best of the best jamani. Alafu unapaka nini? Kisha paka mafuta bora ya herbal oil, unapaka shea butter. Hiyo ndio njia ya kuipa unyevu nywele yako. Yote hayo unapaka kwenye nywele zako kama kawaida. Spray maji, unapaka conditioner, unapaka mafuta kwenye nywele na ngozi, alafu unapaka shea butter, unakuwa umemaliza. Ukizingatia hivyo, nywele zako zitajaa haraka sana. Sawa Kwa sababu nywele isipokuwa na unyevu, cha kwanza kabisa itakuwa inakatika ovyo. Mimi napenda kutoa mfano wa mazao. Yaani hata mazao usipomwagilizia yanakuwa inakauka, ndio kama vile kama kwa nywele. Nywele yangu inakaa inauma, siwezi kuchana na vizuri, imekakamaa kwa sababu haina unyevu. Matokeo yake inaweza kukatika. Maana yake nywele yako ikaanza kukatika, ule wingi wa nywele kichwani unapungua. Kwa hiyo itakatika na kupopotika. Na zile ambazo zipo kichwani zitazidi kuwa nyepesi, kwa sababu maybe unapenda kuchana. Ukichana nywele yako ni dhaifu, maana yake itakuwa tunatoka. Kitu kingine, acha blow dry. Kama unapenda kuwa na nywele nyingi kichwani, ndugu yangu, haviendani na moto. Kama unaweza kujitahidi kuacha blow dry, basi nywele zako zitakuwa nyingi mpaka utakimbia. Sawa Moto, unapokuwa na blow dry moto, nywele zinakuwa nyepesi. Unaua protein kwenye nywele zako. Unapokuwa na protein kwenye nywele zako, nywele zitakuwa weak na dhaifu. Hatimaye nywele zako zitakuwa nyepesi. Ule wingi wa nywele unapungua kwa asilimia kubwa. Na unapokuwa na blow dry automatically unakuwa kuna nywele ambazo kwanza zinadondoka chini ndogo hata kama huoni, lakini vidogo. Na the more utablow dry mwezi huu, mwezi ujao zakatika, zitaisha. Na cha pili, unapoblow dry nywele automatically unafanya zizi kwa dhaifu. Kwa hiyo ukichana zinatoka, ukisuka si nywele gani zinatoka, ukifanya nywele tayari inakuwa weak. Kwa hiyo acha kublow dry na matumizi ya moto kwa ujumla. Kwa hiyo zingatia unyevu, acha kublow dry, suka mitindo rafiki ambayo itafanya nywele zako zisikatike ovyo. Na cha mwisho, zingatia kuweka steaming au protein. Kama nywele yako inahitaji protein treatment, weka protein treatment mara 1 kwa mwezi. Na kama nywele yako inahitaji steaming, weka steaming mara 1 kwa mwezi. Steaming ni hair booster, ni kama tu mbolea shambani. Unaweka mbolea shambani, maana yake mahindi yatafanyaje? Yatastawi vizuri, yatakuwa na virutubisho bora, yatazaa vizuri, si ndio? Na unaweka steaming kwenye nywele, zitakuwa vizuri, zitakuwa na afya njema, zitakuwa nzito na zitakushine.
Kwa hiyo ukizingatia kufanya hivyo, nywele zako zitakaa vizuri sana, zitajaa vizuri sana. Unyevu ndo kina pamoja na nywele zenye afya. Usiache kwa unyevu. Kwa hiyo basi jitahidi sana jamani. Na kama unatamani kuwa na vyote viwili, basi zingatia ngozi ya kichwa ufanye yale ambayo nimeelezea kwenye ngozi ya kichwa kwa ajili ya urefu, na kwenye ujazo ufanye ambayo nimeelezea kwenye ujazo. Utapata urefu na ujazo pia, sawa Na kwa wale ambao mnahitaji bidhaa bora za nywele, bidhaa bora, sisi Grace Beans Naturals tuna bidhaa bora sana za nywele. Watu wanafaidika sana kupitia bidhaa zetu, wanapata matokeo mazuri sana kwenye bidhaa zetu jamani. Tunatuma mikoa yote, Dar es Salaam tuna wakala, sisi tupo Moshi. Na pia unaweza kutufollow Instagram page yetu ya Grace Beans Products, kwa sababu huko pia tunaanza rasmi kutoa mafunzo ya nywele ya uhakika kule kwenye Instagram. Kwa hiyo follow pia page yetu ili uweze kupata tips za hapa na pale, uendelee kutunza na kujali nywele yako, sawa Kwa hiyo karibu sana, wasiliana nasi kwa namba ambazo zinapita hapo uweze kupata bidhaa bora za nywele. Ukinunua bidhaa kwetu Latiba tunakupa ya matunzo ya nywele zako, ushauri fasaha, na popote utakapokwama utatutafuta na tutakusaidia. So guys, nawapenda sana na watakieni utunzaji wema wa nywele. Bye, mpaka siku nyingine.